Unataka nini chumbani kwangu usiku? Nimekuja tulale wote. Tangu lini? Ni ratiba imeanza lini? Inaanza leo na siku zijazo. Oba. Kwa sababu unajua nakufa muda wote, si ndio? Kaka, mimi simaanishi hivyo. Hebu kumbuka kwamba sisi tangu tukiwa wadogo tulikuwa tukilala pamoja. Mimi sidhani kama kuna ubaya. Hivi, umeisikia lini wanaume wawili wakalala kitanda kimoja? Nenda chumbani kwako bwana. Kaka, Lakini nini? Sitaki cha lakini, Oba, hakuna maelezo. Nenda chumbani kwako. Oba, kalale kwako. Okay. Sawa. Uwe na usiku mwema. Abi. Nini kifo nitoka nimekufa asubuhi. Kwani lazima nife unaniona? Hela usingizi, si ulali? Basi kuna lalika mke wangu. Yaani kila nikijitahidi kulala usingizi hauji. Mawazo kama yote. Sasa mimi nikusaidia. Mke wangu, unajua nimekuwa busy sana hapa na kazi. Chakula cha usiku hujanizingatia kabisa, na ukitegemea ndio maana usingizi hauji. Nizingatie kwa leo. Yaani hicho ndio unachokiwaza. Amna kitu chochote kile unachokiwaza wewe kwenye akili yako, unawaza tu uzinzi. Ufikiri huko nje tuna madeni kiasi gani, tunapataje hela, unawaza tu kufanya hayo mambo. Kwani unakuwa hivyo? Lakini wewe sasa maswala yanaingiliana vipi? Umesahau kuwa wewe ni mke wangu na hii ni haki yangu kabisa ya msingi. Wewe ni wife material ya ndoa man. Oya, kama naomba nizimue kidogo, si unajua kidogo man. Wewe tena usijisaulishe. Mchana nimekuomba hela kikoba umeninyima. Umesema mambo yangu hayakuhusu. Na mimi sasa hivi sitaki usumbufu. Oya, aweza mama naye. Kwa hiyo wewe stress zako za vikoba unaniletea mimi. Kwenye jambo la muhimu la ujenzi wa taifa unaniletea mimi. Oya, nisikilize. Mimi sio mtoto mdogo na nilisha kukataza kabisa. Mambo ya vikoba mimi siyataki. Pasua kichwa, sina hela mimi za kila wiki. Na unajua kabisa kazi yangu wenyewe mimi changamoto. Alafu ulivyo mshenzi unanitengenezea syndicate ya kujifanya kwa sababu eti nilikataa kupa. Oya, mambo ya vikoba mimi tushakubaliana na mimi si usiku. Ulisema wewe utajimodo mwenyewe, utajua unafanyaje kama mwana. Oya, umenielewa vizuri. Na hii inaingiliana vipi na masuala ya vikoba? Acha hizo mke wangu. Wewe sitaki. Wewe endelea. Sasa wewe wako unishike. Kuna mtu wewe anakupa jeuri. Na nilijua tu haiwezekani ukawa hivyo. Na sasa tutajua asubuhi nani atakayetoa huduma hapa asubuhi. Oya, utakula makali yao yako. Mke wangu kidogo tu. Wewe usinishike. Nafikiri kila kitu kipo sawa. Kwa upande wangu mimi kila kitu kipo sawa. Sijajua kwa upande wake. Na sijui kama analijua hii. Anaelewa. Kila kitu nilimwambia jana. Kwa usiwe na wasiwasi wowote. Basi hilo ni jambo zuri sana. Na kama anajua hili, basi kila kitu kitaenda kama tulivyopanga. Lakini ikitokea sitofahamu yoyote ambayo unaona kabisa haiko sawa, nipigie simu haraka.
Sawa. Saizi amelala ndani, lakini ikifika saa 4 kamili naenda kamgongea dawa zake, maana hizo dawa inatakiwa anywe saa 4 kamili na saa 8 za usiku. Sasa hiyo saa 8 za usiku achana nayo, takuja kumpa mimi. Imeisha hiyo bosi wangu. Kazi njema. Sawa, baki salama. Ai, nyumba hii nimekuja kama mlinzi, naanza kunifanya kama usiboi. Kweli kazini kwangu kuna kazi. Maisha haya. Bosi, chai nimekuwekea muda mrefu sana, inazidi kupoa. Ungekunywa? Usijali, takunywa tu. Bosi, na dawa pia hujanywa na muda unaenda sasa, ni vizuri ungekunywa. Nimesema nitakunywa. Usichelewe kitu gani hapo? Bosi. Bosi. Naomba unywe. Kwa maana muda sio mrefu hata Oba pia amenipigia simu. Na lengo lake kubwa lilikuwa ni kunisisitiza mimi nihakikishe wewe unakunywa dawa. Sasa na wewe mwenyewe utaki kunywa dawa. Sasa nitaonekana mimi sijali bosi. Tafadhali naomba unywe dawa. Ruta. Sehemu yako ya kazi ni getini. Hapa ndani hapa kuhusu. Kwa naomba utoke. Toka mbele yangu. Tajiri, unaenda kazi. Asante. Nafikiri kila kitu kipo sawa hapo ndani. Ni sawa, umo ndani ya kuko sawa kabisa. Bosi leo kachenji kabisa. Kama unavyojua kisukari chake kikipanda. Nimempa chakula kakataa, nimempa dawa zote kakataa. Kuna dawa leo kunywa. Kila kitu nikimwambia mimi anakuwa mkali. Kama unavyojua. Ruta, unataka kuniambia sio chakula, sio dawa, vyote amegoma? Oba, kaka yako namjua kabisa hali yake alionayo. Yaani sina nguvu ya kwanza kumforce. Yule sio mtoto mdogo na unajua kabisa yule ni bosi wangu. Yaani mimi nianze kumfokea na kumsema. Oya, kibarua changu mimi nakipenda. Oya. Sasa fungua na simu yangu. Laza. Baba unataka nini? Fungua basi tuongee bro. Sina cha kuongea na wewe. Laza sasa nakuomba naomba fungua mlango. Baba naomba uniache. Laza sasa unanikosea. Wewe unanikosea haki ya Mungu tena. Ndio fungua basi. Basi fungui mlango bwana, hebu niache bwana wewe. Kwani nini wewe, shida nini kwani? Shida yangu kubwa ni wewe fungua mlango. Sitaki sasa. Dr. Felix, naomba unisamehe. Naomba ufike nyumbani haraka sana, hapo kuna shida. Kuna matatizo, naomba ufike haraka. Okay, sawa. Dokta,
Yaani hiyo hali imeendelea toka siku hiyo tulivyotoka hospitali. Yaani kweli kwamba mimi nachanganyikiwa kabisa. Hii ni hatari zaidi. Hii inaweza kumfanya apunguze siku za kuishi zaidi hapa duniani. Pia anajiweka kwenye hatari ya ugonjwa wake kusambaa zaidi mwilini. Sasa ndio maana nimekupigia wewe uje, kwa sababu mimi hakuna kitu ambacho mimi nakifanya. Nimehamia tu niambie nifanye nini. Hapo kwanza anatakiwa apate matibabu ya kisaikolojia. Pia kuna plan B. Japo hii haijakaa kitabibu, lakini kwa namna moja ama nyingine inaweza kusaidia. Sasa kama itasaidia niambie ni plani gani hiyo? Kakako ana mpenzi, mke, mtoto maybe? Kuhusu mtoto hana, wala mke hana, lakini mpenzi sijui, kwa sababu sijawahi msikia akimzungumzia, na kama angekuwepo basi angefika baada ya kuona kwamba kaka mpata matatizo. Sasa hapo kipo cha kufanya. Inatakiwa atafutwe msichana mmoja mrembo sana ambaye atakaa hapa na kaka kwa kumtazama, kuhakikisha anakunywa dawa, anakula, yani kila kitu, na pia kumpigisha stori na kumfanya asikumbuke tena habari za ugonjwa wake. Sasa dokta, yani kwa nini wewe mwanamke wakati nimemtafutia mlinzi imeshindikana? Come on, yoba. Elewa neno mwanamke. Unajua Waswahili wenyewe wanakuambia kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wewe tafuta mdada mmoja mzuri sana. Sebastian hawezi kutoboa. Dokta, mimi nakuelewa. Lakini sasa najiuliza mwanamke mzuri mimi nitampata wapi? Yaani ni wapi tapata mwanamke? Hapo ndugu yangu, lazima pesa ihusike. Ukitangaza dawa hakuna mtu yoyote anaweza kachomoa. Basi angalizo, hakikisha huyo mtu unayemtafuta unamwamini. Sije ukokota tu vibinti havieleweki huko, badala afuje hapa kumfariji akamaliza kabisa. Dokta, yani kikweli pesa si chochote kuna kupambania wao wa kakaangu. Ni kweli. Akitumia dawa vizuri na akiwa na furaha muda wote, hiyo inaweza kumuongezea siku za kuishi. Sawa dokta, nitafanya hivyo na kuahidi nitalipambania. Usijali, wewe ni familia yangu. Mimi nadhani naomba nipeleke huko chumbani. Nadhani akisikia sauti yangu atafungua mlango. Sawa.